kwamba hii serikali imeendelea kuajiri wale ambao wamesomea ualimu, wale wamesomea udaktari. Serikali ya William Ruto ndio imeandika CHPs, community health promoters, ambao wanaleta dawa na wanaleta kupima matibabu, huduma ya matibabu katika maboma yetu, katika manyumba yetu. Na Kenya mzima tumeajiri community health promoters ambao ni 110,000. Vile vile tumeongeza idadi ya walimu wa primary school, walimu wa secondary school. Hapo awali tulikuwa tunaajiri walimu 5,000 ama 4,000 kwa mwaka, lakini tangu Rais William Ruto achukua usukani kwa miaka mitatu sasa, miaka mitatu tumeandika walimu 76,000, na Disemba tutaongeza wengine 24,000 wafike 100,000. Fire si fire, noma si noma. Tangu Kenya ipate uhuru 1963 mpaka 2021 tulikuwa tumeajiri walimu 300,000. 300,000 teachers from 1963 to 2021. Lakini kutoka 2022 mpaka 2025, miaka mitatu peke yake, Rais Ruto atakuwa ameajiri walimu 100,000, 30% of all the teachers ever employed in Kenya since independence. Fire si fire. Ruto ni fire si fire. William Ruto ni moto si moto. William Ruto ni noma si noma. Wacha nione tu tamya William Ruto mbwekse. Vijana hoi. Ni mbwekse si mbwekse. Ni mbwekse si mbwekse. Wacha nione mbwekse ya William Ruto jameni. Vile vile, sio vijana wote wanatafuta kazi ya walimu na udaktari. Ndio tumekuja na affordable housing na market construction program. Hapa Nakuru tuko na projects nyingi za ujenzi wa manyumba ya bei nafuu, ya kupatia wananchi nyumba za bei nafuu. Tuko na program ya kujenga masoko ya kisasa. Na hapa Nakuru tunajenga masoko 24 katika kaunti ya Nakuru. Hapa Njoro tunajenga soko ya Njoro, soko kuu. Tunajenga soko pale Mauche. Tunajenga soko ingine 2 hapa Njoro. Tuko na ingine Molo. Tuko na Subukia. Tuko na Gilgil. Tuko na Naivasha. Tuko na Nakuru Town. Tuko na soko Rongai. Tuko na soko 24 Nakuru County. Fire si fire. Noma si noma. William Ruto anatosha atoshi. Wacha nione salamu ya William Ruto jameni, rais wetu. Tuendelee tusiendelee. Hii program ya kujenga manyumba ya bei nafuu na kujenga masoko inatusaidia kuajiri vijana wetu. Kwa sababu pale kwa mjengo kuna mtu anapata kazi pale. Kama ni mjengo wa soko, mjengo ya manyumba, vijana wameajiriwa. Wengine engineers, wengine ni quantity surveyor, mwingine ni architect, mwingine ni electrician, mwingine ni fundi wa mbao, fundi wa mawe, na wengine ni vijana wanafanya kazi ya mkono. Fire si fire. Noma si noma. Wacha nione salamu ya William Ruto jameni, rais wetu. Tuendelee tusiendelee. Tuendelee na hiyo program. Already hiyo program ya affordable housing na market construction imetuajiria vijana 1,300 jameni. Tuko vile vile na program ya digital hubs ya kutafutia vijana kazi mtandaoni. Masoko tunayojenga yako na ICT hub ili wa vijana wapate kompyuta, wapate internet, watafute kazi mtandaoni. Iko vijana wengine ambao tumesema kutoka mwezi huu, ile program ambayo ilikuwa imekwama kwa sababu ya ukosefu wa pesa, kazi mtaani, climate works. Rais amesema vijana 200,000 Kenya warudi kazi mtaani kuanzia mwaka huu, kuanzia mwezi huu
from this month. Noma si noma. Fire si fire. Wacha nione wale wanasema fire, 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 fire. Situendelee jameni. Situendelee kutafutia vijana ajira. Kazi mtaani. Ajira kwa affordable housing. Kazi mtandaoni. Tuajiri walimu. Tuajiri wale ambao ni community health promoters. Vile vile kuna vijana ambayo wamejitafutia kazi kule nchi za nje. Tuko na program ya kazi majuu. Rais ameamrisha serikali isaidie vijana wale wanataka kutafuta kazi ng'ambo, na kama wewe umepata kibarua katika nchi za ng'ambo na hauna pesa ya medical exam, hauna pesa ya air ticket, hauna pesa ya kupata passport, upewe pesa na youth fund, ufanye medical exam, ulipe passport, ulipe ticket, uende ukafanye kazi majuu. Fire si fire. Noma si noma. Tuendelee tusiendelee? Tuendelee namna hiyo. Hiyo ndio program yetu ya kutafutia vijana wetu nafasi ya kazi. Rais Ruto aendelee. Rais Ruto aendelee. Ni 2 terms, si 2 terms. Ni 2 terms, si 2 terms. Nikisema harambee mnasema 2 terms harambee. Vile vile tumesema ya kwamba ili nchi yetu iwe nchi bora, lazima mambo ya masomo tuyachukulie maanani. Na mimi nataka nishukuru kwa sababu mnajua ya kwamba tangu mwaka wa 2003 Mheshimiwa hayati Mwai Kibaki, rais wa 3, alianza program 22 baadaye bado tunaendelea. Na juzi nimesikia kulikuwa na mjadala mambo ya malipo katika shule za msingi na shule za sekondaria. Na mimi nataka niseme ya kwamba serikali ya nyuma mambo ya kufadhili mambo ya masomo katika shule zetu za we will not roll back the hard work our country has made to bring free and compulsory education in primary school, in secondary school. And the school capitation program will continue as usual, and we will provide enough money to fund our primary and secondary education. Fire si fire. Noma si noma. Nikisema harambee mnasema 2 terms harambee. Harambee. Wacha nione salamu ya William Ruto rais wetu jameni. Vile vile kwa wale ambao wanapita mitihani kwenda kwa vyuo vikuu. Vile vile mnajua ya kwamba rais aliweka ile task force ya kuleta mabadiliko katika mfumo wa elimu ya vyuo vikuu. Ile task force ikakuja na mapendekezo na tukaanzisha mfumo mpya wa kufadhili elimu ya vyuo vikuu. Hiyo program vile tumeitekeleza katika mwaka moja, wataalamu na wananchi wametuambia tubadilishe mambo hapa na pale. Ndio rais ameweka jopo kazi lingine ya wataalamu wengine, na jana wamemaliza hiyo kazi na wameletea rais ripoti, na rais amekubali, serikali imekubali. Kutoka sasa serikali itapunguza malipo ya karo ya chuo kikuu kwa 15% kwenda 40%. Wacha nirudie. The government has adopted the recommendations of the special team of experts that had been put together by President William Ruto to look at the implementation of the university funding model. The team has recommended to the president. The president has accepted that going forward, starting yesterday, the government will reduce the school fees by between 15%
and 40% depending on the program